Bwana ni mwema wakati wote. Nafurahi tena kuwaona katika jioni ya leo watu wote mliohudhuria katika mikutano yetu ya DANET event hapa Magomeni na huko mnaotufuatilia katika vituo mbalimbali. Mungu awabariki sana. Jana tulikuwa na kipindi kizuri ambacho kilikuwa kinaongelea juu ya tahadhari, vitu vya kuchukua na kuchukua tahadhari ili kufanya afya kuwa afya ya kudumu na afya njema. Na tukagusia mambo fulani lakini tukaishia sehemu fulani. Tulikuwa tumezungumzia mambo mengi lakini mojawapo lilikuwa tuliangalia mambo ambayo unaweza ukaweka mazingira yako nyumbani kwa usafi, lakini pia na kuondoa vitu ambavyo vinaweza muda wote vikakuletea ajali. Tuliangalia pia swala la moto na tulishia sehemu ambayo ilikuwa inaongelea mambo ya kujihadhari kama vile radi inapokuwa inapiga au mvua yenye radi. Ni vyema kujiepusha kutumia vitu ambavyo vina attraction, vina mvuto na radi, kama vile simu, kama vile redio, kama vile televisheni na kinanda, vitu vyote vinavyotumia electronics na au vitu mambo yanayovuta radi. Hivyo vinaweza vikawa chanzo cha kuelekeza radi kwako na ukapata shida na umeme wa radi unachoma vibaya. Lakini pia nikawa nimegusia kwamba mtu unapokuwa nyumbani kwako, basi kama unavoweka chombo cha kuzimia au kifaa cha kuzimia moto katika gari, ni vyema pia tukawa na hiyo utaratibu wa kuweka vifaa vya kuzimia moto katika nyumba zetu. Wangapi wana vifaa vya kuzimia moto katika nyumba zao? Anasema moto utatoka wapi? Moto unapokuja, ajali mojawapo inayoacha watu wakiwa component zote zile za afya zimeathirika, kama kiakili, kimwili, kiroho na kijamii, ni moto. Ajali ya moto inapokuja inachoma mali yako, inachoma uwapendao, na wewe pia mwenyewe inaweza kukuchoma. Kwa hiyo ni vyema tukajiandaa na kuweka tahadhari kwamba hivi moto ukitokea hapa nyumbani kwangu nafanyaje? Na unafahamu ukishapata ajali ya moto inakuwa ngumu sana kurecover, maana kuna vitu vyako vya thamani vinakuwa vimechomwa, inakuathiri kiakili. Kwa hiyo ni vyema, lakini pia hata namba za zimamoto ni vyema kuwa nazo. Lakini pia naomba niongelee tahadhari ya kuchukua kwa wale watu ambao wanatumia vyombo vya usafiri, magari, pikipiki, baiskeli. Unapokuwa barabarani, tambua kwamba barabara sio yako peke yako. Ajali nyingi zinatokea, na usifikiri ambao wanapata ajali na wanapoteza maisha wanakuwa hawana mipango. Ukimwamsha pale alipopoteza maisha, anakuwa alikuwa na mipango yake mikubwa tu. Kwa hiyo unapotumia barabara, chukua tahadhari, kwa maana ajali ya barabarani inaweza ikakuacha muda wote ukiwa na ulemavu wa kudumu, ama umepoteza maisha, ama ikakukatisha mambo yako mengi kwa kukaa hospitali muda mrefu. Nisisitize zaidi hapa katika mambo ya pikipiki almaarufu kama bodaboda. Sisi kama watembea kwa miguu, unapovuka barabara, hata kama ni kwenye kivuko, chukua tahadhari. Mara nyingi pikipiki hazisimami kwenye vivuko. Kwa hiyo unaweza ukasimama, magari yamesimama, unavuka, pikipiki inakupitia. Watu wengi sana wameisha kuwepo hospitali, wamepata ajali za vichwa kwa sababu tu ya kugongwa na pikipiki. Lakini pia wewe ambaye ni mtumiaji wa pikipiki, make sure kwamba unachukua tahadhari zote. Na wale ambao ni waendesha pikipiki, jamani, na wewe tambua kwamba kuna maisha ya watu, lakini pia na maisha yako mwenyewe. Ukienda Moi, bahati nzuri nimefanya kazi pia kwa kushirikiana na Moi muda mrefu, Muhimbili Orthopedic Institute.
pale vijana wengi wa miaka ya 17 mpaka 25 hapo 30 ndio wamejaa ICU. Kwa nini? Kwa sababu ndio wanaofanya shughuli za bodaboda. Unaweza usiwaone huku mtaani kwamba wanapata shida, lakini wamejaa kule. Kwa sababu gani? Na majina yao mengi yameandikwa hajulikani, unknown, inaandikwa unknown. Kwa nini? Kwa sababu anapata ajali, anabebwa, anapelekwa hospitali, ndugu zake hawajui, kwa hiyo kule anakuwa jina yake anajulikana kama unknown. Sasa hebu tuone kama hii ni shida. Takwimu zinaonyesha kabisa kwamba Afrika, Tanzania, Kenya na Ghana ni nchi zinazoongoza sana kwa ajali za barabarani kwa bodaboda. Kwa hiyo kama takwimu zote zetu takwimu zinaonyesha kwamba sisi ni moja ya nchi ambayo tuko juu sana kwa ajali za bodaboda, ni vyema kuchukua tahadhari. Lakini pia tahadhari nyingine ya kuchukua, tumeshuhudia sana magari yanaanguka ya mafuta, watu wanaenda kuchota mafuta. Petroli ina hatari hii, na hata sheria za nchi haziruhusu kuhifadhi petroli ndani. Kwa nini? Moto unapotokea, petroli inavuta moto, inadaka moto. Unapochukua mafuta kwenye dumu unaenda kuhifadhi ndani kwako, yalikiwa yanadondoka, moto ukiwaka utayafuata yale yote yaliyodondoka njiani mpaka nyumbani kwako. Lakini pia hata nyumbani kwako ukipitisha ile dumu karibu na jiko, litalipuka na wewe. Kwa hiyo chukua tahadhari, mafuta ya petroli au gari linapopata shida ya mafuta ya petroli, si gari la kusogelea. Lakini pia tunapaswa kuepukana na yafuatayo. Haya mambo yameongelewa sana. Hii sasa naongelea kwa watu wale ambao wana ulahibu wa madawa ya kulevya. Epuka kuchangia vifaa. Lakini pia kuna somo ambalo nitafundisha mbeleni la kukata kimeo. Jamii kubwa ina fikra potofu kuhusu vimeo, lakini wanatumia vifaa gani kukata kile kimeo? Kwa maana hakuna daktari ambaye anajielewa atakwambia njoo ukate kimeo. Ukiona hivyo umeambiwa njoo ukate kimeo, ujue ni kanjanja huyo. Sasa anayekushauri kukata kimeo anatumia vifaa gani kukata kimeo? Anakuhatarisha afya yako na afya ya mtoto wako. Kwa hiyo tunashauri usichangie vifaa vyovyote, hata kama ni kunyoa. Kuna wale watu wananyoa mtaani, zile nyembe usichangie zile. Kuna watu wanachora tattoo, usitumie vile vifaa. Hawana namna ya kuvisafisha kiasi kwamba waue vimelea vyote vya magonjwa. Kwa hiyo tunachoshauri ni kwamba usichangie vifaa vya aina yoyote, kwa maana magonjwa bado yapo. Tuna HIV au maambukizi ya vimelea vya ukimwi, lakini pia tuna hepatitis au homa ya ini ambazo ziko za aina 5. Kwa hiyo hatushauri sana kuchangia vifaa vya kwa namna yoyote. Hii ukiepukana nayo itakuepusha na magonjwa mengine. Lakini pia epukana na uasherati na uzinzi. Mama Dr. Wilfrida anasema tendo la ndoa ni kwa ajili ya waliooa na kuolewa, full stop. Na hivyo ndivyo Biblia inatutaka. Lakini hapa basi niseme kitu kimoja. Uliyeoa au kuolewa baki njia kuu. Na hivyo ndivyo Biblia pia inatutaka. Na hii imeongelewa kabisa katika amri kuu za Mungu. Usizini, hiyo ni full stop na haina maelezo. Lakini pia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza fungu la 6, Wakorinto wa kwanza 6 fungu la 18 inasema dhambi zote azifanyazo mwanadamu azifanya nje ya mwili, lakini azinie atenda juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani uzinifu ulivyo mbaya. Sasa mbali na magonjwa, sasa tuna magonjwa mengi. Wewe unaweza ukawa unafahamu kuna HIV tu, lakini kuna magonjwa chungu nzima ya kuambukizwa kupitia zinaa.
kuna ugonjwa ambao unapatikana unaitwa human papilloma virus. Huu unapatikana katika sehemu za mtu za asili zinakuwa kama zina magome ya miti. Mtu kama mama hawezi kupata mtoto kupitia njia ya kawaida. Kwa mwanamume anakuwa sehemu yake imekuwa na kama gome la mti, hawezi kuendelea na mambo mengine. Sasa basi, wewe usikariri tu kwamba ni HIV. HIV ni ya kwanza, lakini jua kuna magonjwa mengine. Lakini pia hapa nisisitize jambo kwamba kwa wale ambao hawajaolewa, akina dada, takwimu zinaonyesha namna unavyoanza tendo la ndoa mapema zaidi ndivyo unajiweka kwenye hatari ya kupata kansa ya mlango wa kizazi. Kitu cha pili, uwe umeolewa, uwe hujaolewa, unavyokuwa na wapenzi wengi, hiyo ni hatari ya kupata kansa ya mlango wa kizazi. Kwa maana unakuwa na nafasi kubwa ya kupata hawa virus wanaitwa human papilloma virus, ambao ndio chanzo kikubwa kinachopelekea kansa ya mlango wa kizazi. Lakini pia kuna wale watu ambao wanashiriki tendo la ndoa kwa kukutanisha kinywa na sehemu za siri. Hili tunalipinga kwa kiasi kikubwa, maana lina mambo mengi. Hata sisi ambao tunashughulika na koo muda wote, tuna watu wengi unawaona inawaathiri hii. Maana ukishapata hiyo human papilloma virus inakuletea vitu kama zabibu vinaota katika koo lako. Kwa hiyo huwezi kupumua tena vizuri. Kwa hiyo kwa watoto ukiwa kwa mfano mama anataka kujifungua, mtoto akitoka anakwaya ile, anapata ile kupitia njia ya uzazi. Kwa hiyo akizaliwa anakuwa hauishi hospitali. Lakini mzazi pia unakuwa kama unashiriki hiyo hauishi hospitali. Lakini watu wanaofanya hivyo na wale pia wanaofanya kinyume na maumbile, Biblia iko clear kabisa. Walawiti, wafilaji hawata urithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo anayefanya kinyume na maumbile pia ana nafasi kubwa zaidi ya mara 10 ya kupata magonjwa ya zinaa kuliko huyu ambaye anafanya kwa njia ya kawaida. Niguse pia sehemu ya dawa. Nagusa vitu hivi kwa ufupi ili ninavyoingia kwenye topiki zangu niwe nimeshaongelea vitu hivi. Haya ni mambo ambayo ukiyachukulia kwa uzito yatakuepusha na maradhi na ulemavu wa kudumu kwa muda mrefu sana. Matumizi ya dawa. Watu wengi, jana niliongelea swala la chakula. Namna unaandaa chakula, lakini niliacha kuongelea viinilishe, kwa maana kuna somo lake linakuja ambalo tutakuwa tunaongea kwa namna ya kupunguza uzito. Tutaongelea sana viinilishe. Sasa basi, dawa na chakula ukikila kwa malengo, usile tu ili mradi ushibe. Unaweza ukawa hali yako ya kiuchumi sio nzuri, lakini jua unakula nini. Nina kauli nasemaga, tumia chakula chako kama dawa. Kwa maana kwamba kula kwa malengo kwamba najiponya nini, ili baadaye usitumie dawa kama chakula. Halo? Wangapi wananielewa? Tumia chakula chako kwa malengo kama dawa, ili isifike pointi ambapo unakuja hospitalini, unatakiwa kuonwa katika kliniki zaidi ya 3, alafu unapewa dawa kila kliniki, unajaza mfuko. Kwa hiyo ukimaliza kunywa dawa zako umeshiba. Muda ni ule ambao uko na afya nzuri, tumia chakula chako kama dawa. Sasa basi, dawa zina malengo mazuri, lakini mstari katika wa dawa kuelekea kwenye sumu na kwenye uponyaji ni mstari mwembamba sana. Kuna mpaka mwembamba sana. Usipende sana kila wakati
unakimbizana na dawa. Tumia dawa kwa sababu umelazimika kutumia dawa. Lakini pia hapa ninaongelea dawa za asili na dawa za hospitali. Kuna watu wengine wanasema dawa za asili si miti shamba tu. Zile hazijapimwa hata kiwango cha sumu. Lakini pia aliyekwambia wewe kwamba dawa hii inasaidia, ujue aliambiwa na watu 10 waliopita. Yaani kuna watu 10 nyuma yake. Wewe leo ukinywa katika kijiko ikasaidia, anayefuata utamwambia hii dawa ukitumia kwenye kibakuli itasaidia. Anayefuata hapo, anayeambiwa na huyo wa kibakuli atasema hii dawa ukitumia kwenye kisado itasaidia. Kwa hiyo unakuja kufikiwa wewe, kumbe dawa ni nyingi ukilinganisha na mtu wa kwanza aliyeitumia. Kwa hiyo tunapata shida, watu wanapata shida ya kusumbuka figo na nini, lakini chanzo dawa unayoitumia, angalia basi usinywe kupitiliza. Lakini pia kutumia dawa holela, matumizi ya dawa holela. Yaani wewe ukijisikia tu unaumwa unakimbia dukani, naomba hapo amoxicillin unameza. Na ndio maana tukiwa tunafundisha masomo ya afya, tukimalizia kwenye tiba, hatusemi dawa hii ya ugonjwa huu unatibiwa na dawa hii. Kwa sababu tunajua haiko rahisi kiasi hicho. Wewe, kila mtu ana namna yake, ana mwili wake. Kuna magonjwa, kuna rika, mzee, mtoto, mwenye ujauzito. Hawa watu hawatumii dawa za aina moja. Kuna magonjwa, watu wana vidonda vya tumbo na wanatumia dawa ambazo haziruhusiwi kutumiwa kwenye vidonda vya tumbo. Watu wana sukari, lakini kwa sababu jirani amemwambia dawa hii ukinywa inasaidia, kumbe yeye ajui ana sukari, ana ugonjwa wa kisukari, akinywa dawa hiyo ni athari kubwa. Lakini pia mjamzito, hakuna dawa ambayo ni salama kwako, ila huwa tunapima jambo ambalo tunataka kukusaidia na jambo na shida ambayo dawa hii inaweza kukuletea. Kuna point tunafika tunasema hii dawa itamwathiri lakini itamwokoa mama. Lakini huwa mara zote tunalinda usalama wa mtoto tumboni na usalama wa mama. Sasa mama, usichukue majukumu ya kukimbizana kununua dawa popote. Lakini pia kuna tatizo la usugu wa dawa. Takwimu zinaonyesha unywaji wa dawa holela unapelekea usugu. Usugu ni pale mdudu ambaye anatuathiri wote anapotengeneza usugu na namna fulani za kujilinda ili dawa tuliozoea kwamba inamuua isimuue tena. Na hii inatokea sana kwa antibiotic. Tafadhali, una shida, tafuta ushauri wa kitaalamu ndio utumie dawa. Usitumie dawa kwa mazoea. Takwimu zinaonesha tatizo la usugu ni kubwa na linaathiri zaidi ya watu 1.2 milioni. Hiyo ni zaidi ya mauaji yanayotokea, vifo vinavyotokea na malaria. Kwa sababu shida ikija tunashindwa kuitibu. Lakini pia tusimiliki magonjwa. Kuna magonjwa yanapona. Usitembee unasema mimi unajua nina vidonda vyangu vya tumbo. Vidonda vyako vya tumbo umetoa wapi? Umemiliki ugonjwa, pona ugonjwa. Usitembee unawaambia watu nina shida yangu hii. Lakini pia dhibiti msongo. Tafutia suluhisho kwa kila msongo ulionao, utabaki salama. Kitu kingine, fanya mazoezi. Sasa hapa niseme jambo moja kwa haraka. Mazoezi usianze leo unakimbia kutoka hapa mpaka airport. Utaupa moyo shida. Moyo utapanuka na baada ya mazoezi kukupa manufaa yatakuletea shida ya moyo. Anza taratibu. Lakini pia pata muda wa kupumzika. Tunasema walau pumzika masaa yasiyopungua 8. Fanya kazi zako afu pumzika. Wangapi wamenielewa? Tusimame tuombe. Tutakutana kesho kuanza topic yetu ya koo. Tutaangalia koo, namna ya kujilinda nalo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu uliye mahali pa juu, tunakushukuru kwa masomo haya. Tunaomba sasa tunapoenda katika vipindi vingine, tutendee kadri ya mapenzi yako. Kwa jina la Yesu. Amen.